unaniletea ujinga. Hivi unajua madhara yake? Unajua madhara yake? Yaani kidogo tu unaogopa nini? Kamoja tu. Hapana baba, mimi siwezi. Kubwa zima linaogopa. Unaogopa nini? Unaogopa nini? Umri huo wewe wa kuogopa dudu? Kubwa zima unaogopa dudu? Wadudu wangapi umewaona katika umri wako na uwaogopa? Leo lazima unipe. Baba, mimi siwezi baba. Siwezi hilo jambo. Na kama ukiendelea kutaka hicho kitu nitamwambia mama. We, subutu. Ole wako mwambie mtu. Hii ni siri yangu baina yako na mimi. Ole wako mwambie mtu yeyote. Haya ni mambo ya kimila. Unajua madhara yake? Yatakuja kukuta madhara makubwa. Siwezi baba. Sasa nakwambiaje? Naondoka. Nikirudi unipe kidogo changamshe damu. Kaenda ndani. Nini? Mnafanya nini hapa? Mnafanya nini? Mnafuatilia mambo ya watu, si ndio? Mnafuatilia mambo ya watu. Mnawashwa, mna hamu ya kukunwa. Kwa nini mnafuatilia mambo ya watu? Sasa kwa kuwa mnafuatilia mambo ya watu, na mimi naanza kufuatilia mambo yenu. Mtajuta, mtajua hamjui. Haya, tokeni. Tokeni. Kwendeni. Jamani, hivi naota au mbona sielewi? Yaani wewe hapo usichokielewa kitu gani? Nisikilize. Hapa kila kitu kiko live. Yaani tuko mubashara. Yaani wewe Sasha kuna kitu kielewi. Saila tayari kashafanya. Kabadeshe, mpwacha uongo wako huo. Hivi unachokiongea ni kweli au maneno yako ya uzushi? Asante. Ninachokisema na kinanena kutoka kwenye ufungu wa roho. Kwamba Saila tayari kashafanya mchezo mbaya, ili sasa kafanya mchezo mbaya na tunefahamu. Rafiki yangu kipenzi, Fonga. Hata hivyo Kabadeshi, hii si haki. Na kama yule mzee anasema kwamba anafuata mila na desturi, kwa nini asimwambie mama yake? Mimi mwenzenu sikaushi damu. Mguu wangu huu mnaoniona hapa kwa mama Saila. Kwaheri. Sasa Sasha, sitaki. Ni sawa, lakini unachokitafuta utakipata. Hivi vitu vinahitaji usiri. Tena usiri azi. Mimi mwenzenu Mwakatobe. Sasa mbona kama nimeachwa mtu kati? Nimezungukwa na viungo hatari. Ili sasa Fonga kajua kufaidi. Kala vitu maneno. Nilikuwa naja huku. Upea lao la. Mama, ingawa sio nzuri. Sasha, kuna kitu gani? Mama, mimi binafsi naamini katika mila na desturi za sisi wa Afrika. Sawa. Lakini kuna mila zingine na desturi zinagandamiza sisi watoto wa kike. Kwani kuna nini kimetokea mwanangu? Au ni kuhusu Saila na binamu yake? Mama, hiyo pia si haki. Yote 9, 10. Nimemkuta Saila na baba yake wanagombana vibaya. Wanagombana? Ndiyo mama. Kisa nini mpaka wanagombana? Huwezi amini. Nimemkuta baba Saila akimlazimisha Saila kimapenzi. Sasha, mambo umetoa wapi? Mama, na baba amemwambia hivi, asipofanya hivyo Saila, na isipokuwa siri baina yake na yeye, atamuua. Mama,
hizi ni mila kweli au ni unyanyasaji kweli? Mama, mtoto atembee na baba kweli? Sasha, hivi unachokiongea umekiona? Umesikia? Asielewe Mama, sikuwa peke yangu niliyoshuhudia hilo tukio. Mama, hizi ni mila kweli au ni unyanyasaji kweli? Baba mzazi wa Saira atembee na Saira kweli? Mama, kweli hii ni haki au ni unyanyasaji wa kijinsia kweli? Mama, kweli mama, hii si haki. Baba Saira. Oh, mwanangu. Msaidie Saira. Baba Saira. Kweli. Ukiongea hivyo unajiumiza. Kuna tatizo gani Pamela? Kaka, kuna tatizo tena kubwa tu. Unaponieleza kuhusiana na matatizo, naelewa matatizo ya hapa kijijini. Hebu nieleze moja kwa moja, kuna nini kimetokea Pamela? Kaka, tatizo lipo, ni kuhusu mchumba wako Saira. Saira? Saira mchumbangu mimi? Kuna Saira mwingine? Kaka, nakwambia kuhusu mchumba wako Saira. Nimetoka kusikiza mazungumzo kati ya yeye na baba yake. Baba yake Saira anamtaka Saira kimapenzi. Pamela. Pamela, unachoongea unamaanisha au umechanganyikiwa Pamela? Yaani baba yake na Saira hamtaki Saira kimapenzi? Kaka, nisikilize vizuri. Tena anamsisitiza kwamba ni mila na desturi na ni lazima wafanye. Mimi sitaki kuamini katika jamii hii ambayo tunaishi kuna watu wanaamini imani za yaani sijui imani chafu niseme kama hizi. Hapana Pamela. Nisikilize kaka. Tena nisikize kwa makini. Cha muhimu mimi ninachokiona, wewe kaa chini na Saira. Mzungumze. Mjue hatima, mjue nini cha kufanya. Na sikufichi, nitakapokutana na mama yake Saira lazima nimwambie kuhusu hili. Sitakaa kimya, nitamwambia tu. Dada, kiukweli mbona ni kitu ambacho mimi kimenishangaza sana. Mimi labda nikwambie kitu ambacho kijui dada. Kuna vitu vingi mimi nimeahidiana na Saira jamani. Unajua dada mpenzi wangu namna ninapompenda mimi. Saira yangu kwa nini aingie kwenye matatizo kama haya jamani? Au cha kufanya.
kwa sababu baba yake ni mchawi mkubwa hapa kijijini na anajulikana. Unaonaje kakangu kitoroka ili kuepusha haya ya migogoro, kwa sababu mpaka sasa familia yetu imeingia kwenye vita kubwa sana na yule mzee. Unapokuwa na maumivu, mimi najua. Haijalishi mimi na baba yako tuna ugomvi kiasi gani, lakini jicho langu halijawahi kuacha kukuangalia popote unapokwenda. Sasa basi, nataka uniambie kila kitu. Nataka unijue unapitia maumivu gani. Mama. Saida, hutakiwi kunificha chochote. Ninachotaka kukisikia ni kinywa chako kikitamka jambo. Japokuwa naelewa kila kitu kuhusu baba yako, lakini nataka nikusikie wewe unasema nini. Hebu niambie. Mama, hivi ni kweli Mwakatobe ni babangu mzazi? Haijai kubadilika. Haikuwahi kubadilika kwenye huu ulimwengu. Mwakatobe ndiyo baba yako mzazi. Sio baba tu, ni baba yako mzazi. Mama, ni kweli baba ananitaka kimapenzi? Saira, anataka usichana wangu mama. Na ameniambia ndio mila na desturi zetu. Na amenitishia, ameniambia kwamba nisipofanya hivyo kifo ndo adhabu yangu mama. Nateseka mwanao mama. Nimekuita hapa kwa jambo moja. Binti yangu amekwisha kuwa tayari. Amefikia usichana wake. Ninachohitaji, nahitaji uwe mlinzi. Asije akatokea bwege yoyote kumharibia usichana wake. Hala na madereva bodaboda na hawa wauza chipsi wa hapa kijijini. Manake sisi tunasema ngoja aive, wao wanasema hivyo tunalia na chumvi. Nitampiga mtu konzi la utosi, anameza ulimi. Naomba uwe mlinzi juu ya hili. Bikira ni tunda, tena tunda linalotuheshimisha. Mume wangu, unamaanisha nini kwanza? Uelewi kitu gani hapa? Kipi ambacho uelewi? Naomba umlinde na kumtunza binti yangu mpaka pale atakapoolewa na binamu yake. Na aolewe akiwa safi na salama, akiwa ana tunda lake. Hivi unajua maumivu na uchungu wa tunda? Kama ujui, muulize Wozu, atakwambia uchungu wa tunda. Bado sijakuelewa mume wangu, unamaanisha nini? Mtunze mwanao na bikira yake. La si hivyo tutaonana wabaya. Mama, nateseka mwanao. Lakini mama, hicho kitu anachokitaka mimi sina kwa sasa. Kwa sababu nina mchumba wangu ambaye ninampenda. Na ndio maana hata ile swala la ndoa na binamu yangu nilikataa mama. Saira, njoo binti yangu. Njoo mama. Huwezi kufa. Sawa. Huwezi kufa mwanangu, na wala hakiwezi kukupata kitu chochote kibaya. Saira, mimi ni nani? Unaniamini? Ndio mama, nakuamini. Usilie, sawa? Hakuna kitakachokupata kibaya. Hizo mila hazikuhusu na wala hazituhusu sisi.
Uchungu wako wewe mimi ndo naujua. Uchungu wako mwanangu naujua mimi mama yako. Sawa. Nyie tumbili malaya, unandanganya mimi, si ndio? Malaya kuoga hivi wewe wa kundanganya mimi? Unanifanya sina akili. Kitu ninachokipambania siku zote, kumbe kuna mpuzi amekitoa. Alafu unakaa na huyu paka wa blue. Kenge wewe. Unamdanganya binti yangu. Labda nikwambie tu, mkubwa dawa japo akai famous. Huyo aliyokutoa hiyo bikra ametangaza vita na mimi. Mimi ni shetani jitu la motoni. Nina roho mbaya kweli kweli. Atajua ajui. Popote alipo. Aniwezi kwa chochote. Aniwezi kwa pesa. Aniwezi kwa uchawi. Aniwezi kwa ushirikina. Mimi mjini nimekuja na ungo. Sijaja na lori wala na basi. Lazima nitamtafuta. Paka wa blue wewe. Saira, kiukweli nimefurahi sana mpenzi wangu. Yaani hapa roho yangu imekuwa baridi Saira. Niseme nini mimi juu yako Saira? Utaniua mama. Saira, hebu niambie kitu mpenzi wangu. Fonga. Leo nimeamua kabisa mama wangu. Na unajua ninakupenda. Saira, nikuache? Saira, kwa nini nikuache mpenzi wangu? Nitaonekana mtu wa aina gani mimi nikikuacha wewe? Saira, kitu ulichonifanyia ni kikubwa sana na chenye thamani kwenye maisha yangu, na ni kitu ambacho nilikuwa nikikipigania siku zote katika maisha yangu. Saira, leo hii umenikabidhi thamani yako. Nimekula tunda mchana kweupe, tena tunda ambalo limedondoka mtini na lishuhudia bila ya kuosha. Mimi nimelila jamani, nijiwe nini tena nilizike? Saira, hiyo inanitosha kwangu, na mimi nikuahidi tu Saira, sitakuacha labda mpaka naingia kaburini kwenye hii ardhi ndio uenda kuachana kwetu mimi na wewe Saira. Nakupenda sana mpenzi wangu, nakupenda mwenzako. Na ukitaka kulithibitisha hilo Saira, kuna zawadi nataka nikupatie. Sawa Saira, hebu subiri dakika moja na kuja mpenzi wangu Jamani, natamani turudie. Ilo talia. Narudi. Vipi Kabaleshi? Safi. Uwezi amini Kabaleshi, mtoto kweli kumbe alikuwa bikra. Sasa wewe ulikuwa unajua masiara? Kabaleshi, yani safi kama kwa mzee safi. Funga kitu ambacho hujui. Bacho yangu yana uwezo. Bacho yangu yana uwezo kukutazama afu ya kakisi kilichokuwa ndani. Wikiboko Kabaleshi. Yani kilio chetu cha kila siku tunalililia tunda. Jamani, leo safi kabisa kaka. Ukula vitu maneno. Ukula vitu vilaini. Sasa wewe nenda. Usinikimbize haraka ili nataka nikupe vitu vya msingi. Kwanza kabla hajaondoka mweke sawa.
msafishe awe katika hali nzuri, ili hata kitembea asitembee kama amekeng'eteka. Ambaye kitembea hivyo babake atagundua. Babake mtumbadi. Babake je kutokea ikoje maisha, sije kwa boda mtu ana ndevu afu zina rangi. Zile damu ila damu za kale. Uweke sawa hivi, ukileta basi ala kwenye hilo bikra na ubiko wako. Alafu sasa ukishakuwa na bikra, unaona watu kawa wanakufuata kumbe wanataka wa nini nao. Uweke sawa maneno wewe. Nenda huko. Saila mpenzi wangu, hebu usinifiche kitu chochote kile. Jaribu kunieleza nini kinachoendelea mpenzi wangu Saila. Saila, nadhani unajua ni mimi jinsi gani ninavyokupenda Saila. Saila, unafahamu mimi roho yangu juu yako. Nakupenda sana mpenzi wangu Saila. Nataka kusikia kutoka kinywani mwako. Hebu nieleze nini kinachoendelea huko nyumbani kwenu. Kwa sababu dada yangu amenieleza kila kitu alichokisikia. Fonga, ni kweli baba ananitaka. Saila, usiniambie umetembea na baba yako Saila. Unajua ujinga mimi, sije? Hivi, unajua madhara yake? Unajua madhara yake? Yaani kidogo tu unaogopa nini? Kamoja. Hapana baba, mimi siwezi. Kubwa zima linaogopa. Unaogopa nini? Unaogopa nini? Umri huo wewe wa kuogopa dudu? Kubwa zima unaogopa dudu? Wadudu wangapi umewaona katika umri wako na uwaogopa? Leo lazima unipe. Baba, mimi siwezi baba. Siwezi hilo jambo. Na kama ukiendelea kutaka hicho kitu nitamwambia mama. We, subutu. Ole wako mwambie mtu. Hii ni siri yangu baina yako na mimi. Ole wako mwambie mtu yeyote. Haya ni mambo ya kimila. Unajua madhara yake? Hapana baba. Yatakuja kukuta madhara makubwa. Siwezi baba. Sasa nakwambiaje? Naondoka. Nikirudi lazima unipe. Nakupenda, ndio maana hata ndoa ya binamu nilikataa. Njoo unanisaidiaje? Nisaidie. Mimi sijatembea na baba. Saila, unajua mimi ni kiasi gani ninapokupenda? Wewe. Kwa hiyo wewe ndio unamdanganya binti yangu, si ndio? Mazungumzo gani uchochoroni? Wewe ndio ulokula tunda la binti yangu. Nitakupiga mjabali. Na wewe, nenda nyumbani. Unakaa nini kichochoroni? Umalaya tu, kuoga toka, nenda nyumbani. Wewe, cheza na mimi, usicheze na mwanangu. Nitakufanya kitu kibaya. Umeshawahi kuliwa jicho? Nitakukula jicho. Nalitoa hilo jicho la kushoto. Nalikaanga kama yai. Nalichemsha na lila. Mimi ni mtu mbaya. Nina roho mbaya kwelikweli. Mimi shetani jitu la motoni. Cheza na mimi, usicheze na binti yangu. Haya, potea. Potea. Mchumba tu wewe. Naleta shobo na binti yangu. Mjomba, sio kwamba nalia, napenda mjomba uchungu nilokuwa nao, kwa sababu mjomba, Saila ni mwanamke ambaye tumeahidiana vitu vingi sana mjomba wangu. Saila nampenda kuliko kitu chochote mimi katika hii dunia jamani. Nikimkosa Saila katika maisha yangu, nimekosa kila kitu mjomba, kila kitu. Ndio maana nimekuja kwako mjomba. Hebu angalia ankali namna gani utanisaidia mimi mjomba wako.
Nateseka sana mjomba, na ule mzee mchawi. Mimi nitafanya nini mjomba? Katika kitu kama hicho mimi nitafanya nini mjomba? Mjomba, wazungu wanasema never you walk alone. Huwezi kufanya kazi peke yako. Nakuelewa mjomba. Sasa basi nitakusaidia. Kwa hiki kitu anachokifanya Mwakatobe kinanikwaza sana. Amewachezea watoto wengi hapa mtaani. Nilinyamaza. Ila sasa amenipiga konzi la upala. Shika hii pete. Shika hii pete. Pete hii mjomba? Haina haja kuogopa. Wewe mtoto wa kiume. Wewe ni soja. Mwamba. Jambazi. Sasa basi. Hiyo pete natakiwa ukamvishe mchumba wako nani? Pete. Shika pete. Hiyo pete mpelekee mchumba wako Saila. Na asije akakuona mtu yoyote. Kama ukionekana kipindi unamvisha au kipindi unampa, itakuposti mjomba. Nitakuwa sina tena msaada kwako. Mjomba, unaniahidi ushindi? Sina kazi mbovu mjomba. Kama nimeweza kusimamisha vita za Kongo, kama nimeweza kuwapiga wa Vietnam, nishindwe kumpiga Mwakatobe.